Bwana Yesu apewe sifa. Sasa katika semina yetu ambayo tumeianza jana, tutamaliza siku ya Ijumaa, leo ni siku ya pili. Somo ni imani itendayo kazi au imani izaayo matunda. Imani itendayo kazi au imani izaayo matunda. Na andiko la msingi ambalo nilipewa na viongozi wa fellowship linapatikana kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 10 na mstari wa 38. Hili ndio andiko letu la msingi katika semina hii. Anasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Kwa hiyo kama mwenye haki, mtu aliyeokoka, mtu aliyemwamini Yesu, mtu aliyempokea Yesu katika maisha yake, kama anataka aishi maisha hapa duniani, hawezi akaishi bila imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya sababu kubwa ambayo inapelekea, ziko ahadi nyingi katika neno la Mungu ambazo hatuzioni kiuhalisia katika maisha yetu, ni kwa sababu hatuishi kwa imani. Kama ambavyo ule mfano tuliuangalia jana, kama ambavyo baba hawezi kuzaa mtoto bila mama, kadhalika mwenye haki hawezi akaishi bila imani. Kwa hiyo unataka uishi, unataka ufurahie maisha, unataka maisha yenye matokeo, lazima kuwe na imani endelevu. Imani endelevu inayokuwa, ambayo iko hai katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Imani ni zaidi ya somo, imani ni roho vile vile. Na tukipata nafasi ya kufundishwa na mtu ambaye anaishi imani, sio kwamba tu anatupa maarifa ya imani, anaambukiza na roho ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na kati ya vitu ambavyo Yesu alinifundisha mapema aliponiokoa ni kuishi kwa imani. Siwezi kufanya kile ambacho nimeitwa kufanya kama nisipokuwa na imani. Wale ambao tulikuwepo jana, tulikuwa tunashuhudiana kwa habari ya semina ambayo tunaiandaa. Jana kulikuwa na deficit ya milioni 59. Leo kuna mtu amekuja ofisini kwangu, ameleta sadaka ya milioni 20 ya semina. Alafu anaomba msamaha, mchungaji nisamehe kwa sababu ni kidogo, lakini nitaangalia kabla ya siku ya Jumamosi nitaongeza tena nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tena sio milioni 59 tuna deficit, sasa tuna deficit ya milioni 38 na kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu ni mwaminifu. Yesu ni mwaminifu. Haleluya. Mwenye haki anaishi kwa njia gani jamani? Kwa imani. Kwenye Habakuki sura ya 2 na mstari ule wa 4 anasema, mwenye haki ataishi kwa imani yake. Yaani huwezi kuishi kwa imani ya mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtumishi anayekuambia kwamba maisha yako yatakuwa malaini kwa sababu na kuombea, anakudanganya. Kwa sababu mwenye haki hataishi kwa imani ya mtumishi. Mwenye haki ataishi kwa imani ya kwake. Imani ya kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jenga imani yako, endeleza imani yako. Unasema mchungaji sina imani. Hapana. Kitabu cha Warumi 12:3 tuliona jana, anasema Mungu amemgawia kila mmoja wetu kiasi cha imani. Kwa hiyo kila mmoja wetu ana imani ya kuanzia. Nisaidie kumwambia jirani yako una imani ya kuanzia. Kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 pale na mstari ule wa 8 anasema mmeokolewa kwa neema. Kinachookoa ni neema. Lakini ili neema iweze kuokoa, anasema kwa njia ya imani. Imani inafanya neema iokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu anasema hiyo haitokani na nafsi zenu. Hiyo imani haitokani na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Ni kipawa cha Mungu. Mungu anatoa imani. Kwa hiyo usiseme sina imani, unayo. Katika semina hii tutajifunza jinsi ya kukuza hiyo imani tuliyopewa. Jinsi ya kukuza hiyo imani tuliyopewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na nafikiri siku moja kati ya hizi 3 zilizobaki nitazungumzia hizo level za imani, viwango vya imani, viwango vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia kwenye kitabu cha Waebrania 12 na mstari wa 2. Waebrania sura ya 12 na mstari ule wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tukimwangalia Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiliza imani yetu.
ambaye kwa sababu ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kudharau aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anayeanzilisha author wa imani ndani yetu ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na imani inaonekana. Nataka kwenye sehemu ya kwanza ya semina ya leo, hivi najuaje kwamba na imani? Kwa sababu kama mtu mwingine anaweza akakuangalia akaona una imani, basi ina maana mimi pia naweza nikajua kama nina imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Hebu tuende kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 9. Mathayo sura ile ya 9. Kuanzia mstari ule wa 2. Mathayo sura ya 9 kuanzia mstari wa 2. Anasema, na tazama, wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Naye Yesu alipoiona imani yao. Hebu sema imani inaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani sio kitu ambacho unakihisi. Imani inaonekana. Yesu alipoiona imani yao, Biblia inasema alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa imani inaonekana. Hebu sema pamoja nami tena, imani inaonekana. Na labda kwa faida ya wale ambao tumekuja kwa siku ya kwanza leo, imani, yani huwa tunajiuliza swali, imani ni nini? Waebrania 11 mstari wa kwanza anasema imani ni kuwa na uhakika wa lile ambalo tunalitarajia. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo. Kwa kama kuna unachokitarajia toka kwa Mungu, alafu una uhakika nacho, hiyo ni imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu anasema sehemu ya pili ya ule mstari ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unachokitarajia toka kwa Mungu hakionekani, lakini uwepo wa imani katika maisha yako ni ushahidi, ni bayana ya kwamba kile unachokitarajia ni halisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika semina hii tutajifunza vitu ambavyo saa zingine inatupasa tufanye ili kile ambacho tunakiamini kiweze kujidhihirisha katika maisha yetu. Tukasema hilo neno hakika, uhakika ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha kujua pasipo shaka. Kwa imani ni kujua pasipo shaka kwamba Mungu atafanya alichosema atafanya. Hiyo hali ya kujua pasipo shaka ni matokeo ya kuelewa. Matokeo ya kufanya nini jamani? Ya kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama Warumi 10:17 anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Tukaona imani inapokuja katika maisha ya mtu, anasikia na kuelewa kile ambacho Mungu anasema, au anasema naye moja kwa moja kwa njia ya Roho Mtakatifu, au atasema naye kwa njia ya ndoto kama alivyosema na Ibrahim katika ndoto. Kupitia ile ndoto Ibrahim akamwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa haki. Au unaamini kwa sababu unaelewa, au unasikia kwa sababu ya kile kinachofundishwa au kuhubiriwa au kutabiriwa. Au vile vile unaweza ukawa unasoma maneno ya Mungu alafu ukasikia Mungu akisema. Kwa sababu kwenye Biblia tunaona tena na tena na tena Biblia ikisema neno la Bwana lilinijia kusema. Neno la Bwana lilinijia kusema. Huwa kuna wakati neno la Mungu linapohuishwa ndani yako, au unapokumbushwa andiko, iko kama lile andiko linaongea. Ni kweli linaongea. Ni Mungu anaongea na wewe kupitia andiko. Angalia Zaburi ya 103. Tutarudi tulipokuwepo. Zaburi ya 103. Zaburi ya 103. Mstari utakuwa ni ule wa 20. Zaburi ya 103
mstari wa 20 anasema hivi, anasema muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake. Angalia, mkisikiliza sauti ya neno lake. Neno la Mungu lina sauti. Hebu sema pamoja nami, neno la Mungu lina sauti. Ukifanikiwa kuisikia hiyo sauti iliyo katika neno la Mungu, imani inazaliwa ndani yako. Kwa sababu imani chanzo chake ni kufanya nini jamani? Kusikia. Kazi yako wewe ni kusikia. Ukishasikia na kuelewa ulichosikia, automatically imani inazaliwa ndani yako. Yule mwanamke aliyokuwa akitokwa damu kwa muda miaka 12, ameteseka vingi kwa mikono ya matabibu wengi asipate nafuu, bali mali zake zote zilitumika. Biblia inasema alisikia habari za Yesu, imani ikazaliwa ndani yake. Na imani ilipozaliwa ikawa ni mwisho wa msiba wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu ile imani ilimsukuma aseme moyoni mwake, nikigusa pindo nitapokea uponyaji. Sasa ile imani iliyopo ndio inaamua kwamba hiki kitu cha Mungu nakipokeaje. Kuna wengine wanasema moyoni, mtumishi wa Mungu akinitamkia tu tayari. Kuna wengine wanasema moyoni, yani nikienda kanisani pastor akikosea tu apite kichochoro hicho, nimechukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ya mtu ndio inaamua huo muujiza una download vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is to you according to your faith. Ni kwako kwa kadiri ya imani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wanafunzi waliposhindwa kutoa pepo, alafu Yesu akamtoa pepo, wakamuuliza kwa nini sisi tulishindwa kumtoa? Akamwambia ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Yaani imani yenu ingekuwa fit, huyu pepo anatoka. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie imani yako ikiwa sawa, hiyo shida inaisha. Inaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sitaki kwenye darasa langu ujilaumu kwamba huna imani ya kutosha. Hata kama haitoshi, inaweza ikakua. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukaijenga kama ambavyo, kama huna pumzi ya kutosha, unaweza ukafanya mazoezi ya kukimbia ukajenga pumzi. Huna misuli ya kutosha, unaweza ukanyanyua vitu vizito ukajenga misuli yako. Kadhalika kama huna imani ya kutosha, inaweza ikajengeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo akamwambia ni kwa sababu ya upungufu. Yaani imani mnayo, lakini haijafika kiwango ambacho kitafyatua ili pepo. Kwa hiyo ndugu yangu, imani unayo, lakini haijafika kiwango ambacho inaweza kafyatua hiyo shida katika maisha yako. Na moja ya vitu ambavyo shetani anapenda udhani ni kwamba una imani. Sikia, kila mmoja ana kipimo cha imani. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie kila mmoja ana kipimo cha imani. Ni kama yule mama aliulizwa na nabii, una nini nyumbani? Akasema sina kitu ila kichupa. Unamaanisha nini una kitu ila kichupa? Kwani kichupa sio kitu? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mara nyingi watu waliokoka nasema sina imani. Unayo. Kwa sababu Yesu akasema kwamba mkiwa na imani ndogo kama mbegu ya haradali. Unajua haradali ni miti ya mwamvuli, inakaa kama mwamvuli ambayo tunaiona hapa Dar es Salaam. Hebu siku moja chukua ile tunda lililoiva, lisigine mkononi. Mbegu ya haradali ni ndogo kuliko ya mchicha. Na ni imani ya vile inang'oa milima. Huna shida ya mlima wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitaji imani kubwa kiasi hicho. Ya haradali inang'oa mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Kilimanjaro ile inang'olewa na mlima na imani ya haradali, inatupwa bahari ya Hindi. Tatizo lako halijafika kiwango cha mlima. Inaisha kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unasema sasa kama ni hivyo pastor, kwa nini tunapata changamoto? Bila changamoto huwezi kujua ukuu wa Mungu. Ukuu wa Mungu unajidhihirisha katika maisha yetu katika kutatua changamoto. Na imani ni kile ambacho kinachukua nguvu ya Mungu ilipo na kuleta mahali ambapo inahitajika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa imani unayo. Hebu mguse jirani yako, mwambie imani unayo. Mwambie nisikusikia unasema huna imani. Unayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja wetu amepewa kiasi cha imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo neno la Mungu lina sauti. Neno la Mungu unalosoma lina sauti. Yaani ile unapoona huko kwenye semina, alafu nasema mtumishi alikuwa anaongea na mimi. Sio mtumishi anaongea na wewe. Ile neno linasema na wewe na kupanda imani ndani yako ili kitu kiende kikatokee. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa.
Haleluya. Kwa hiyo imani inaonekana. Ukiangalia kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 14. Naomba twende pale. Imani unaweza ukaiona. Kwa hiyo hata wewe mwenyewe unaweza ukajua kwamba imani unayo au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi mwenyewe katika changamoto mbalimbali za maisha, ninajua changamoto hii imani yake sina. Ngoja nisipambane nayo kwanza. Ngoja kwanza nikatulie nipate imani yake, alafu ndo natoka na yulize, wewe changamoto uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu changamoto zinatakiwa zikabiliwe na imani. Tena imani ni silaha ya ulinzi. Hebu sema imani ni silaha ya ulinzi. Anasema ile Yusufu ni Efeso 6:16 au anasema zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. 6:16 Efeso. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, above all taking the shield of faith. Sasa unaona hapo kutwaa, hebu mwambie jirani yako kutwaa. Yaani hii chupa iko hapa, yaani lazima niitwae ngao ya imani. Kwa hiyo ipo. Shida ni kwamba uichukui. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hiyo ngao ya imani, anasema kwa hiyo utaizima mishale yote. Mingapi? Mingapi? Yote ya yule mwovu. Haleluya. Tena mishale yenye moto, yenye sumu, yenye hatari ya yule mwovu, imani. But you have to take the shield of faith. Lazima uchukue ngao ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na unajua, sikia, kwenye kila shambulio la adui kuna neno utalisikia kichwani kwako, afu kuna neno utalisikia moyoni mwako. Kichwani utasikia sauti ya adui na sauti ya reasoning, utaisikia kichwani. Lakini moyoni utasikia sauti ya neno la Mungu. Unapoanza kusema unachosikia moyoni, ndo umeitoa ngao ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoanza kuwaza ulichosikia moyoni, ndo umeitoa ngao ya imani. Unapoanza kuomba kile ambacho umesikia moyoni, ndo unatoa ngao ya imani. Unaposhukuru kwa sababu ya kile ambacho umesikia moyoni, ndo unaitoa ngao ya imani hivyo. Usiseme naishika kwa imani. Umesikia nini? Kile anza kukisema. Kile anza kukiomba. Kile anza kukiwaza. Kile anza kukishukuru. Ndo unatoa ngao ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna watu wengine walikuwa wanatumia ngao sio kwa ajili ya kujikinga tu. Yaani ukikaa vibaya na kufumua nayo na ile ngao. Kwa hiyo ngao unaweza kumpiga nayo pia adui. Unaachia tamko la imani kinyume na adui. Na hamna kitu adui anakiogopa kama imani. Yairo alipokuwa amemfuata Yesu aende akamponye mtumishi wake, akamponye binti yake hapo njiani akakutana na yule mwanamke. Yesu akakutana na yule mwanamke alikuwa anatokwa damu, akamchelewesha kidogo. Kwa hiyo akachelewa kidogo kufika. Amemalizana na yule mwanamke, anageuka tu hivi, mtu akatoka nyumbani kwa Yairo akasema, usimsumbue tena mwalimu, binti amekufa. Yesu akamwambia, usiogope, amini tu. Kwa sababu katika maisha, changamoto za maisha, hamna kitu kingine unakihitaji, ni imani tu. Achana na mambo ya kumwagiana mafuta na chumvi. Imani katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Sio yaombee maji. No. Imani katika neno la Mungu. Kwa sababu imani ni kuwa na nini jamani? Uhakika wa lile unalolitarajia, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 14 mstari wa 8 anasema, Matendo sura ya 14 kuanzia mstari wa 8 anasema, na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Napenda anavyoanza hiyo hali. Anazungumzia ishu ya huyu mtu. Alikuwa na ishu wakati huu, au una swala sasa ambalo limeanzia tumboni kwa mama yako, na ambalo limesababisha vitu fulani havitokei katika maisha yako. Hata hilo likikutana na imani linakimbia lenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Na Paulo alikuwa ananena neno la Mungu. Alimsikia Paulo alipokuwa akinena. Kwa hiyo hii jambo ametoka nalo tumboni kwa mama yake, ni kiwete wa miguu toka tumboni, na ule uwete wa mguu umemfanya asiende kabisa. Asiende
kabisa. Lakini sasa ile hali iliendelea mpaka siku aliposikia neno. Hebu mwambie jirani yako, hali yako itaendelea mpaka siku unaposikia neno. Yaani siku unasikia tu neno ndio mwisho wa hali yako. Ndio mwisho wa hali yako. Unajua nilipokuwa natoka hapa jana kwenye seminar, nikasema ngoja nikifika nyumbani, hebu ngoja niombe kwa ajili hii issue ya seminar. Hii issue ya deficit tulionayo 59 million sio hela kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kwa hiyo nikifika tu nyumbani nitakula, nikimaliza kula nitaomba. Na nikaenda nikakuta uwepo ni mwingi chumbani. Yaani wa kuomba, lakini nikijaribu kuomba siwezi. Nacheka tu. Alafu nasema asante. Najaribu kuomba nashindwa, yani unajua unashindwa kuomba. Nacheka tu, alafu asante. Alafu nikaeka tu nyimbo za kuabudu, sijui saa ngapi nilala. Nikaamka asubuhi najisikia sio poa, nikasema nikifika ofisini nitajifungia. Nimefika ofisini mapema, nimejifungia uwepo ule. Nacheka na kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Nishindwa kuomba kwa sababu shukrani ni lugha ya imani. Haleluya. Lolote mliombalo mkisali, aminini kuwa mmepokea, nayo atakuwa nini? Ya kwenu. Unapokeaje? Unapokea kwa kusema asante. Huko Afrika usemi asante baada ya kupokea. Mtu tu akikunyoshea unasema asante, alafu ndio unaenda kupokea. Ndio tulivyo wa Afrika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo asante ni mkono wa imani ambao unapokea muujiza. Hebu mwambie jirani yako, asante ni mkono wa imani unaopokea muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imani sio kitu unaona nini. Imani ni kitu unajua nini. Hatuendi kwa kuona. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 7. We walk not by sight, we walk by faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa faith is what you know, not what you see. Bwana Yesu asifiwe sana. What you see can be changed by what you know. You say what you know and what you see becomes what you know. Aonavyo mtu nafsini mwake sio machoni pake, ndivyo alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili kupakua cha moyoni kitoke nje, imani ina demand useme. Kwa sababu maneno ya kwetu hayana tofauti na maneno ya Mungu. Ili iwe, sio Mungu alifikiri, alisema iwe nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisema. Kwa kile alichojua alikisema, alafu kikawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Na maishani bato kubwa itakuwa kati ya kile tunachokiona na kile tunachokijua. Na mara zote unachokiona kitakuwa tofauti na unachokijua, lakini imani itakusaidia unachojua uweze kukiona. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru, ndipo akaiona nuru. Shida yetu tunataka tuone kwanza. Haiendi hivyo. Unasema unachojua, kila unachojua kinakuwa, afu ndipo unaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Nasema mtu huyo alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye akamkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Hiyo imani ilitoka wapi? Alikuwa anasikiliza neno la Mungu. Lile neno la Mungu likaprovoke imani ndani yake, likaamsha imani ndani yake kwa kiwango ambacho hiyo imani ilikuwa inaonekana. Hiyo imani ilikuwa inaonekana. Petro kwenye kitabu cha Mathayo, angalia Mathayo sura ya 14. Mathayo sura ya 14. Kuanzia mstari wa 22. Anasema mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlima Faragani kwenda kuomba, na kulipokuwa jioni alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Yesu alisema, aliwapa elekezo gani? Nendeni mpaka wapi jamani? Ng'ambo. Wameanza ile safari sawasawa na neno la Yesu. Walipofika katikati, walikutana na upepo wa mbisho. Kama hilo unalolifanya ni kwa agizo la Bwana, kama unalolifanya ni kwa agizo la Yesu, uwe na uhakika utakutana na mbisho. Usiogope mbisho, usiogope upepo, usiogope mawimbi. Kumbuka alisema nini? Vukeni mpaka nini? Ng'ambo.
Lile neno vukeni mpaka ng'ambo lime take into consideration kila kitu utakachokutana nacho njiani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Una ndoto ya kitaaluma ambayo umepewa na Mungu. Hizi corrugation unazokutana nazo njiani zisikutikise. Angalia ndoto ambayo Mungu amekupa. Pambana na kupigania ndoto ambayo Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utatoboza tu upande wa pili. Mwenye haki ataishi kwa njia gani? Kwa imani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika wakisema, ni kivuli, ni jini. Wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Kwa nini alisema hivi? Alijua ili atembee juu ya maji anahitaji imani. Lakini ili awe na imani lazima asikie neno. Yaani huwezi kusema tu na imani. Umesikia neno gani? Kwa kweli pastor sina neno lakini na imani. Huna. Yaani ili iwepo imani lazima kuwe na neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Una kitu kinaitwa presumption, kudhani, ambayo inafanana na imani, lakini ikikutana na mawimbi yenyewe inanyanyua mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema lakini alipouona upepo akaogopa. Na kuogopa nayo ni imani. Hebu mwambie jirani yako, kuogopa nayo ni imani. Ni imani hasi. Nilikuwa na uhakika kwamba kile unachotishiwa kitatokea. Hiyo ndio maana ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambaye kwa Kiingereza ni neno fear, ambaye ni kifupi cha maneno marefu false evidence appearing real. False evidence appearing real. Yaani inaonekana kama hicho ambacho adui anakutisha nacho ni kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua kuna binti mmoja kwa sababu ya complication ya fibroids, ilibidi angolewe tumbo la uzazi akiwa msichana mdogo sana. Alafu Mungu akamwambia, nitakupa mume na nitakupa watoto. Lakini tumbo la uzazi limengolewa. Mgeukie jina yako ambie, lakini tumbo la uzazi limengolewa. Na kwa kadiri ulivyosoma shule ndio hilo neno linakuwa gumu sana kuliamini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini akanani kweli ikatokea kijana, yani yule binti akawa yuko passive sana, lakini ikatokea kijana amempenda. Alafu akamwambia yule kijana, bana nikuambie kabisa unampenda binti wa namna gani? Nataka kunioa, mimi sina tumbo la uzazi. Akamwambia unajuaje huna tumbo la uzazi? Sema mimi nilipata complication ya fibroids, wakaning'oa tumbo. Ukitaka nikupeleke paka kwa daktari alinifanyia operation nitakupeleka. Akasema hata kama huna tumbo la uzazi, Mungu amesema na mimi wazi, wewe ni mke wangu. Sasa tuwaane kwanza, afu swala la watoto tutajulia ndani huko. Kaka, watoto bila tumbo la uzazi hau. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wakaoana. Afu Mungu akazungumza nao akasema kwamba kama huyu asivyo na tumbo la uzazi, Sara naye alikuwa na tumbo lakini limekufa. So ilikuwa as good as hana tumbo la uzazi. Akauliza, nilimpa sana mtoto? Akasema ndio. Wakasema niaminini niwape mtoto. Wakaanza kuomba. Sasa kosa lilikuwa analifanya, wakiomba wanaenda hospitali, mke anapigwa ultrasound kuangalia kama uumbi ipo. Kila wakipiga ultrasound haipo. Alafu Roho Mtakatifu akawashtua akasema kwamba mimi ndio nimewaelekeza muombe na kwenda kuangalia. Akaweza, kwani hivi mimi kweli nilioumba mtoto apite kwenye tumbo la uzazi, lazima nitumie tumbo la uzazi ili nyie mwe na watoto? Wakasema Mungu unamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaendelea kuamini hivyo. Ghafla mama akaanza kuona mabadiliko, kwa sababu kwa binti mwingine ni kwamba anapoteza siku zake. Ukingolea tumbo la uzazi una siku. Kwa hiyo swala la siku silo lililopima uwepo wa ujauzito. Ni kwamba mabadiliko katika mwili. Mara anasikia morning sickness, baadaye tumbo likaanza kukua. Akasema nina ujauzito nini? Kwenda kupima hospitalini anao. Wanamuuliza daktari, kwani kuna tumbo la uzazi huko ndani? Daktari anauliza, machizi nini? Mtakuaje na mtoto huko ndani bila tumbo la uzazi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa anamuuliza daktari ambaye amemfanyia operation, anasema mimi mwenyewe sielewi, mimi najua ning'oa tumbo. Lakini wewe ni mjamzito. Wana watoto 3 sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa.
Yaani unajua ukiangalia kwenye Waebrania 11 na mstari ule wa 11, Waebrania 11 na mstari wa 11 anasema kwa imani hata Sara. Sema kwa imani hata Sara. Alafu nisaidie kumwambia jirani yako kwa imani hata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Sara manake nini? Kwa namna ya kawaida Sara asingepata mtoto, lakini kwa imani akapata mtoto. Kwa namna ya kawaida hutakiwi kupona kwa sababu umezaliwa na huo ugonjwa, lakini kwa imani utaondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namna ya kawaida hutakiwi kutoboa mwaka kwa sababu umeshikwa masomo mengi mno, lakini kwa imani utatoboa mwaka. Hivi idadi ya masomo akikamata mwanafunzi havuki mwaka ni mangapi? 5. Yaani afikishe GPA. Kwa hiyo akifikisha GPA yale masomo ana carry forward. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wetu sisi ilikuwa masomo 3 tukikamatwa. Wanakufanyia sherehe ya kwaheri. Ndio maana kaya inaitwa disco. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mambo yanaweza kwa namna ya nje haiwezekani, lakini kwa imani inawezekana. Unajua kwa Mungu yote yanawezekana. Sema pamoja nami, kwa Mungu yote yanawezekana. Lakini haishii hapo. Kwa yote yawezekana pia kwake yeye anayefanya nini? Anayeamini. Kwa hiyo yanayowezekana yote ya Mungu yanakuwa reality kwa yule anayeamini. Kati ya maombi ambayo naomba sasa hivi, Mungu nifundishe vitu 4. Nifundishe moja, kukuamini, nifundishe kukutegemea, kukutumaini na kukuondolea mipaka. Kukuamini, kukutumaini, kukutegemea, kukuondolea mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo uoga ni imani hasi inayosababisha matokeo hasi katika maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Anasema lakini alipouona upepo, sijui aliuonaje kwa sababu upepo hauonekani. Nafikiri alipoona ile timbwili la upepo, yale mawimbi, kelele, akasema Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema Bwana niokoe. Wakati anaamini alitembea juu ya dhoruba. Kuamini kwake hakukunyamazisha dhoruba. Kuamini kwake kulimwezesha atembee pamoja na dhoruba. Alipoanza kuogopa, dhoruba ikaanza kummeza. Sio lazima Mungu aondoe changamoto ili ajidhihirishe katika maisha yako. Imani inaweza ikazaa matunda katika uso. Yaani changamoto inakukodolea macho hivi, lakini imani ikazaa matunda huku changamoto inaangalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini bado huyu ndugu akawa na akili, akasema kwa sauti alipoona anazama, akapiga yowe akisema Bwana niokoe. Unajua ukiwa umebanwa unakuwa huna maombi ya kidini. Huna maombi ya logic. Bwana ulioinuka na kutukuka. By the time unamaliza ulioinuka na kutukuka, umezama na umeliwa na samaki uko chini. Saa hizo ni wakati wa kuomba maombi mafupi. Hebu mgeukie jina lako mwambie jua wakati wa kuomba maombi mafupi. Hey. Ukianza Mungu nakuinua na kuja mbele zako kwa damu ya Yesu, utamezwa. Huyo alipiga tu yowe. Bwana afanya nini? Niokoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika. Kwa hiyo alipomshika akamzuia asiendelee kuzama. Lakini pia Petro akaelea kwa sababu sasa anabebwa na imani ya Yesu. Alafu unajua Biblia haisemi, lakini najua ndio hivyo ulivyokuwa. Yesu hakurudi chomboni anambeba Petro. Petro mzito mno kubebwa na Yesu. Walirudi wanatembea kwenda chomboni. Alafu alipoingia tu ndani ya chombo, upepo ukakoma. Alafu akamkemea akasema wewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unapomwamini Mungu usiangalie kitu kingine zaidi ya ahadi za Mungu. Kwa sababu Ibrahim kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 4, Warumi sura ya 4 anasema kwamba aliangalia hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa na hali ya tumbo la Sara mkewe ambalo nalo lilikuwa limekwisha kufa. Hakusita kwa kutokuamini, bali aliangalia au kuiona ahadi ya Mungu. Alitiwa nguvu kwa imani huku akimtukuza Mungu. Reality itakwepo, but reality is not truth. Uhalisia sio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Iangalie neno la Mungu na neno la Mungu litasababisha kile ambacho inasema
kiweze kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sasa wakati tunamaliza, najuaje kwamba nina imani? Najuaje kwamba nina imani? Kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 15, hivi vitu viwili ni ushahidi kwamba katika maisha yako imani ipo. Imani ipo. Mstari wa 13. Sura ya 15 ya kitabu cha Warumi na mstari wa 13. Basi Mungu wa tumaini na awajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini. Mbona haya maneno hapo? Kwa hiyo unapokuwa unaamini, hizi hisia mbili zitakuwepo ndani yako. Utakuwa na furaha na kutakuwa na amani. Yaani changamoto ipo, unaiona hiyo hapo. Pisi la changamoto, lakini ndani yako una amani na ndani yako una furaha. Yaani una amani mpaka unakosa amani kwamba una amani. Kwamba inakuaje kwenye hali kama hii? Nimetulia kiasi hiki. Umetulia kiasi hicho kwa sababu imani iko ndani yako. Matunda ya imani. Imani inajulikana iko ndani ya mtu kwa sababu in the face of challenge, yeye ana amani na ana furaha. Yaani mpaka watu wanasema kwamba huyu ameshavurugwa na changamoto nini? Mbona ana furaha na anapita mahali pazito sana? Mbona ana amani tu anapita mahali pazito? Alafu mbona tunapomsikiliza anavyoomba, mbona hata aombei changamoto yake? Kwake yeye imani inamwambia kwamba hii ngoma imeisha. Hebu mwambie jirani yako, hii ngoma imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio imani inavyozungumza, imeisha. Sasa kama imani inaniambia imeisha, mimi ni nani niichukue toka kwa Mungu alafu nisema hii haijaisha? Mungu ameshasema imeisha, na amani nina furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Katika ile maana ya imani, pale Waebrania sura 11 mstari wa kwanza, ile bayana ya mambo yasiyoonekana, kwenye tafsiri ya Kiingereza anasema ni the title deed, ni title deed ya hicho ambacho hakionekani. Yaani uwepo wa imani ni hati miliki ya kwamba kile ambacho unamtarajia Mungu tayari ni chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua, sikia, mimi nakaa Tabata. Ningeweza kuwepo hapa na mkataba wangu wa nyumba kati yangu mimi na shirika la NSSF ya nyumba ninayokaa. Nikikuonyesha mkataba, ni maana yake ninakaa kwenye nyumba ya NSSF hata kama uoni. Imani ni mkataba ambao unakuhakikishia kile unachotarajia tayari ni chako hata kama ukioni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa imani ni title deed, ni evidence, ni ushahidi. Ni ushahidi kwamba huo uponyaji unao tayari. Kwa sababu saa zingine kunaweza kukawa na time frame kati ya kuamini kwako na kudhihirishwa kwa kile ambacho unamwamini Mungu kwacho. Lakini kwamba kuna muda unapita kidogo kati ya kuamini kwako na kudhihirishwa kwa kile unachokiamini, haimaanishi kwamba sio ya kwako. Ni ya kwako tayari. Siku ulipoamini ni ya kwako. Siku ulipoamini ni ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Natamani siku ya kesho tukija, natamani tuje tujifunze viwango vya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na viwango vya imani, yani sio kwamba yani kuna mtu yeyote ambaye anaingia kwenye imani kwenye kiwango cha juu. Kila mmoja wetu anaanza chini. Kila mmoja wetu ataanza vidudu vya imani. Anaingia msingi wa imani, sekondari ya imani, high school ya imani, chuo kikuu cha imani. Alafu utaanza kupiga masters na PhD ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutaangalia ni vitu dalili gani zinaonyesha level ya imani. Kesho utajua uko level gani. Mwambie jirani yako, utajua kesho uko level gani. Yaani utajua kabisa sababu zina dalili zake. Kuna dalili zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Basi acha nimshukuru Mungu ili kasoro 5 ikifika nikabidhi kipindi. Kumbuka imani sio ufahamu tu. Imani pia ni roho. Mwambie jirani yako, imani ni roho. Inaambukiza roho. Inaambukiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata hapa ninapoomba unaweza kupokea tuambukizo la imani kwa ajili ya kuachilia muujiza katika maisha yako ambao unamtumaini na kumtegemea na kumtarajia Mungu autende. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua watu wa Mungu, masuala ya mshiko, masuala ya fedha. Nimesema fedha.
Fedha yote ni ya nani? Ya Bwana. Fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ya Bwana. Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Nchi na wote wanaokaa ndani yake ni mali ya nani? Ya Bwana. Ng'ombe katika milima elfu mali ya nani? Ya Bwana. Huyu Bwana ni baba yako. Hebu mkike jirani yako mwambie huyu Bwana ni baba yako. Sasa yeye Mungu kule hana hela. Hizo hela ziko mikononi mwa watu. Lakini wewe unaweza kuwa unahitaji hela, Mungu anajua atafanya nini hiyo hela ije mikononi mwako. Sema I hear. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa usiteseke, jua jinsi ya kutembea kwenye realm ya faith, kwenye eneo la mahitaji yako ya kila siku hapa chuoni. Sio lazima uteseke. Mgeukie jirani yako mwambie unateseka umeamua mwenyewe. Lakini Mungu hataki uteseke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ili uishi upeo huo unahitaji imani. Na moja ya vitu ambavyo unavihitaji ili uwe na imani ya upeo, unahitaji kujua ahadi za Mungu kwa habari ya provision zako za kila siku ni zipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ifike mahali unazielewa, ifike mahali unaziamini, ifike mahali unaziwaza, ifike mahali unaziongea, ifike mahali unaziomba, utatembea kwenye supernatural provision. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anayelisha ndege, akuache wewe uone njaa kweli? Hebu muulize jina yako, ndege hapatagi njaa. Wewe kweli upate njaa? Umenunuliwa na damu ya Yesu upate njaa? Hau. Mbona hizo hesabu mimi sizielewi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi sizungumzii kuwa tajiri wa kutupa. Mimi nazungumzia mahitaji yako ya kila siku. Hakuna ndege anaandamana kwamba leo hali ni ngumu sijala. Ndege wanakula kila siku. Hawalimi, hawapandi, hawavuni, lakini wanakula. Baba wa mbinguni anawatunza. Anatunza viumbe vyake. Asikutunze mtoto wake. Mwambie jina yako, Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtoto.